Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini kuna jambo moja umewahi kulisikia, au kuna kauli moja ambayo umewahi kuisikia huenda mitandaoni au sehemu nyingine yoyote, ambayo inasema we left church but not God. Ni kauli ya Kiingereza inasema we left church but not God. Huenda umewahi kuisikia au wewe mwenyewe umewahi kuisema sehemu mbalimbali, ukiwa una maana ya kwamba umeacha tu kwenda kanisani, au umeacha tu masuala ya kanisa sijui kwenda kukusanyika, lakini kimsingi haujamwacha Mungu. Bado Mungu unaye ndani yako, ukiwa na maana hiyo. Kwa hiyo ukasema I left church au we left church but not God. Ni kauli ambayo imekuwa ni maarufu sana, lakini leo tujaribu kuipitia hapa, kwa sababu watu wengi, nimejaribu kufanya study, nimefanya research, kwa nini mambo haya yanatokea, au kwa nini mtu mpaka anafikia hatua ya kusema I left church but not God, au anafikia hatua ya kusema ameacha kwenda kanisani lakini hajamwacha Mungu. Nini kinatokea mpaka mtu anafikia kusema hatua hiyo? Kuna sababu kadhaa ambazo nimezipata kutokana na research yangu ambayo nimekuwa nikifanya kwa muda mrefu kwa watu mbalimbali, nikiwahoji, tukizungumza na watu wengi, wengine ni marafiki zangu. Kwa hiyo nikaja na sababu hizi ambazo nimezipata hapa. Sababu ya kwanza ambayo inawafanya watu kuacha kwenda kanisani, kwa maana ya kanisa nalosema, kwa maana kwenda kwenye makusanyiko ya pamoja, ya kwanza ni uchungu wa mambo mbalimbali. Kwa study yangu fupi kabisa niliyoifanya, nimegundua ya kwamba watu wamekosewa katika makusanyiko ambayo wanakuwa wamekusanyika, ambayo yanaitwa makanisa. Watu wamekosewa sana. Unakuta mtu alikuwa na msiba, watu hawajaenda, mtu kafanya nini, watu wamefanyiwa makosa mengi ambayo yamewafanya wao kuona haina umuhimu tena kuendelea kukusanyika. Na as long as bado wana Mungu ndani yao, anasema tu sisi tumeacha kwenda kukusanyika lakini hatujamwacha Mungu. Kwa hiyo we left church but not God. Kwa sababu ya kwanza ambayo inawafanya watu wengi sana waache kukusanyika na watu wengine au na waamini wengine, ni hiyo ya maumivu yanayotokana na uchungu wa mambo mbalimbali ambao wametendewa na jamii husika hiyo ya waamini. Huenda walitarajia kitu fulani kifanyike lakini hakikufanyika, wakati wa matatizo au wakati wa nini, wakati wa harusi, wakati sababu mbalimbali. Lakini sababu nyingine ya pili ni uelewa mdogo. Watu wengi pia hawaelewi kuhusiana na kanisa, hawajui maana ya kanisa, lakini pia hawajui umuhimu wa kukusanyika pamoja kama waamini, hawaelewi. Kwa hiyo wanaona tu ni sawa kukusanyika na watu wengine, as long as wanamjua Mungu, wanajua mistari miwili mitatu, wanatulia nyumbani au wanasikiliza online kwa wachungaji mbalimbali wa Nigeria, wa wapi, wa South Africa, wa Marekani, wanasikiliza, wanajifunza. Kwa hiyo wanakuwa hawaoni kabisa umuhimu wa kukusanyika pamoja na waamini wenzao kwenye local churches, kwenye makanisa haya ambayo yapo karibu nao, kukusanyika physically. Kwa hiyo wanaona inatosha hata kusikiliza tu online. Lakini sababu nyingine ambayo nimeiona ni makosa au uchafu ambao unaendelea kwenye makusanyiko hayo. Kwa hiyo unakuta kutokana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye kanisa, vipo vitu vingi ambavyo vinaendelea ambavyo ni vibaya, vingine vinaonekana vinachafua picha ya kanisa. Kwa mtu anasema kama kanisa ndio hivi, si bora tu nibaki nyumbani. Ndio anasema I left church but not God. I left church but not God, kwa sababu ya ule uchafu unaoendelea kanisani, mambo mbalimbali, vitu vya ovyo. Unaona labda mitume fulani wanakanyaga watu, wanawapandilia juu watu fulani, wanamwagia watu sijui soda, wanafanya nini. Anasema kama ndio maana mimi niliachaga kwenda kanisani kwa sababu hii. Nadhani mmewahi kusikia sana, na mwingine huenda ni wewe unanisikiliza umeacha kukusanyika kwa sababu hiyo. Lakini sababu nyingine ya mwisho ambayo nimeiobserve au ambayo nimeipata, ambayo inawafanya watu pia waseme kauli hiyo ya we left church but not God, ni mwenendo mbaya. Maana yake dhambi, wametawaliwa na dhambi. Kwa hiyo kutokana na kwamba wanapoenda kanisani, huenda sometimes wachungaji wanasemea dhambi, wanazikemea dhambi, kwa wanajisikia vibaya, au jamii tu ile ya waamini inakuwa inazungumzia mambo ya dhambi. Sasa na wenyewe ndio mienendo yao, wanaendelea kuishi dhambini, dhambi inawatesa kweli kweli. Kwa hiyo wanaona bora tu nibaki huku, wanajifichia sasa kwenye mgongo, wanasema we left church but not God.
wakiwa na maana hiyo, lakini kimsingi deep down wanafahamu kwamba kilichowafanya wasio wanaenda kukusanyika ni dhambi ambazo zinawatesa. Lakini sasa, pamoja na hizo sababu zote nilizozisoma au nilizozipata kutokana na research yangu, unapokuja kusoma kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya 10 mstari wa 25, ni mstari maarufu sana. Unasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile inakaribia. Mwandishi huyu wa kitabu cha Waebrania aliwaandikia Waebrania hawa ambao kimsingi ni watu ambao wameamini, walikuwa wameshaamini katika Kristo, yani wameokoka, lakini baadaye kukawa na changamoto kadhaa mpaka wakafikia hatua ya kutoona umuhimu wa kukusanyika pamoja. Sasa nawaandikia na wakumbusha kuhusiana na umuhimu wa kukusanyika, kwa sababu tunapokusanyika pamoja ndipo tunapata maonyo. Anasema hapa kwamba tuonyane na tuzidi kufanya hivyo kwa kadri tunavyokumbuka, ndipo tunapata kukumbushana mambo mbalimbali kuhusiana na ufalme. Maana yake kama hatukusanyiki pamoja, nani atakuonya? Kwa mfano wale wanasema wa online, tunaangalia tu online basi. Je, mchungaji wa Nigeria anaweza kukuonya unapokosea? Ni kweli unaweza ukakua sehemu moja au nyingine ukapata maarifa, na sio kitu kibaya kusikiliza wachungaji wengine, lakini utapiga hatua, au hata kama ukipiga hatua utakapokuwa unakosea, nani atakuonya? Mchungaji wa Nigeria atakuonya? Ni kitu ambacho hakiwezekani, tusijidanganye. Lakini wale wengine ambao pia wamekosewa, you can't find a perfect church. Huwezi kupata kanisa ambalo ni kamilifu, ambalo halifanyi makosa, kwa sababu sisi sote ni wanadamu. So we just have to grow. Lazima tukue. Huwezi kupata kanisa ambalo ni kamilifu. Na ukielewa vizuri maana ya kanisa, utakuja kugundua ya kwamba hata wewe ni pati ya kanisa. Maana yake kanisa unapoona linachafuka, maana yake na wewe pia umechafuka, umechangia. Ndio maana Mtume Paulo anatolea mfano wa mwili wa Kristo, anafanisha kanisa na mwili wa Kristo, akisema kwamba kiungo hiki kina kazi yake, kiungo hiki kina kazi yake. Sasa ukijitoa kwa sababu kiungo kingine kimefanya kosa, maana yake unakuwa huna uelewa. Na ishi wa kitabu cha Waebrania anawakumbusha Waebrania, kwa sababu walikuwa wameshaanza kuona hakuna umuhimu tena wa kukusanyika pamoja. Na ukisoma vizuri kitabu cha Waebrania utagundua kwamba walikuwa wanaelekea kubaya, kwa sababu walikuwa wanaelekea kutokuamini kabisa, kwa maana ya kupoteza wokovu na kuacha kumwamini kabisa Kristo, au kuamini ile kazi ya msalaba. Maana yake dalili hii ya kutokuona umuhimu wa kukusanyika pamoja ni dalili mbaya. Kwenye Biblia hamna waamini ambao walifikia dalili hii mbaya ya kuona kwamba hamna umuhimu tena wa kukusanyika pamoja, kasoro hao Waebrania, na walikuwa wamefika hatua ya hatari kweli. Ndio maana mwandishi akawa anawaonya kwa maonyo makali, kwa sababu walikuwa wanaelekea kupotea, walikuwa kwenye hatari ya kutokuamini. Picha ya Kristo kwao ilikuwa imeshakwisha kupungua. Kwa hiyo ukijiona tu unafurahia, unasema we left church but not God, we left church but not God, unafurahia tu, unashangilia, jua huko kwenye hatari. Tusiache kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya wengine, tukionyana, tukikumbushana habari za kuja kwa Kristo Yesu. Usifurahie tu ukaona ni trend, watu wanafurahia we left church but not God, ukachekelea tu ukasema we left church but not God, ukafurahi, ukaona trend vijana wengine wanafanya na wewe ukaacha, ukaona unafurahia. Ni sign mbaya, ni alama mbaya kwa muamini kufurahia kutokusanyika na waamini wenzako. Ni aidha hauelewi maana ya kanisa. Kama unaelewa maana ya kanisa, dhambi inakutesa, unakimbia watu wasikusaidie. Kama dhambi haikutesi, basi shetani anakuvuta zaidi, kwa sababu unaelekea kupotea, unaelekea kutokuamini. Hauwezi kukua ukiwa isolated, hauwezi kukua ukiwa umejitenga, na sio mfumo wa kimungu. Mungu hakutengeneza watu waamini wakue kwa kujitenga. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume utaona kila sehemu kanisa walikuwa wakikusanyika kwenye nyumba za watu, wapi, wakidumu kwenye mambo kadhaa, wakidumu kwenye fundisho, wakidumu kwenye maombi, wakidumu kwenye ushirika, wakidumu kwenye kumega mkate wa Bwana. Lakini haujaona sehemu yoyote watu wanasema we left church but not God. Mtumishi wa Mungu, hiyo ni hatua mbaya sana, ambayo ni hatua inayokaribia sehemu mbaya.
Kwa hiyo kuwa makini na kile ambacho unakifanya. Leo ninakukumbusha kupitia kitabu cha Waebrania kwamba tusiache kukusanyika. Kwa sababu gani? Kama ilivyokuwa desturi ya watu wengine, kwa sababu tunapokusanyika ndipo tunapoonyana, ndipo tunapofundishana, ndipo tunapoomba kwa pamoja. Usiseme tu mimi nitaomba mwenyewe nitafanya. Huo sio mfumo wa kimungu. Sio mfumo wa kimungu. Mungu hakutengeneza mfumo wa namna hiyo. Mungu akubariki sana. Ninaamini kama ni wewe ujumbe umekufikia, utachukua hatua, utabadilika, utarudi kwenye makusanyiko ambao ulikuwa ukikusanyika kabla, na utamtumikia Mungu kwa furaha pasipo manunguniko. Hata kama kuna watu wengine walikuumiza, hata kama kuna watu wengine walikufanyia mambo mabaya, huwezi ukapata sehemu ambayo ni perfect. There is no perfect church in this world.